Kanisa la MMPT, Jimbo la Geita, limefanya uchaguzi wa viongozi wakuu wa jimbo hilo uliofanyika siku ya Jumamosi tarehe 7 Machi mwaka 2026 katika kanisa la MMPT Jerusalem Katoro. Hamkutukabidhi fimbo, ila mmetuongezea moyo wa kunyenyekea kwa utumishi wetu. Sisi watumishi wa Mungu tuliopata neema, kuna namna hawa watu tena wanatupima kama moyo unyenyekevu tutakuwa nao. Katika uchaguzi huo, wajumbe wa Baraza Kuu la Jimbo la Geita wamemchagua Mchungaji Fidosi Lilakoma kutoka misheni ya Mbogwe kuwa askofu wa Jimbo la Geita kwa awamu ya pili. Nitafanya nini kwa hawa watu? Kwa hiyo niwaombe sana, naomba mtuombee sana na kutushauri. Baba Askofu, mimi tu niahidi kwamba jimbo letu la Geita litaendelea kufanya yale ambayo yanakusudiwa. Watu hawa wamenitia moyo, muda mwingi tumekuwa nao. Nashukuru Yesu, hata umesema mbele za watu hawa kwamba tuje kukuangusha. Mungu atupe neema hiyo hiyo ya kutokukuangusha. Wajumbe hao wamemchagua Mchungaji Deus Kabwega kutoka Uyovu kuwa katibu mkuu wa jimbo, huku Mchungaji Elifazi John akichaguliwa kuwa mhasibu mkuu wa jimbo. Mimi namshukuru Mungu kwamba ni mara yangu ya kwanza kuingia katika nafasi hii ambayo nimechaguliwa kuwa katibu wa jimbo letu la Geita. Kwanza nawashukuru wachungaji wote kutoka makanisa yote yanayounda jimbo letu la Geita. Nawashukuru hata msimamizi wa uchaguzi ambaye amekuwepo hapa, ndugu yetu Emmanuel Kishiwa, mbeni wa kanisa la Pentekoste kutoka kule Nzega. Kwa wito wangu kwa wachungaji wote, naomba tushirikiane kwa pamoja ili tuweze kuifanya kazi ya Mungu katika jimbo letu la Geita, na hasa kubuni namna gani tunaweza tukaleta watu kwa Yesu na pia kwa ajili ya kujenga kazi ya Mungu katika jimbo letu la Geita. Jina langu ni Mchungaji Elifazi John. Ni mchungaji katika misheni ya Geita, lakini ninaongoza makanisa ya MMPT yaliyoko katika mji wetu wa Katoro na baadhi ya matawi yaliyoko katika mji wa Buseresere. Ninachukua nafasi hii kumshukuru Mungu sana ambaye ametupa kibali cha kuwepo hapa leo. Tumekuwa na tukio moja kubwa na zuri la uchaguzi kwa maana ya kupata viongozi wa jimbo. Mimi ni miongoni mwa watu waliopatikana katika nafasi nikiwa kama mtunza fedha katika jimbo letu la Geita. Namshukuru Mungu kwa nafasi ambayo amenipa na ameniamini. Ahadi yangu ni kuwatumikia watu na kuendelea kuwa mwaminifu katika jukumu hili la kutunza fedha. Lakini pia nichukue nafasi kuwashukuru wenyeji wetu ambao ni wenyeji wa kanisa la MMPT Katoro tawi la Yerusalemu hapa mjini, ambao wao ndio wametukaribisha na kutupa nafasi ili tuweze kufanya uchaguzi na mambo mengine yote yaliyoendelea. Na washukuru sana sana kwa kutupa nafasi na kutupa kibali hicho. Wito wangu kwa wachungaji wote na kwa watumishi wa Mungu wote, tushikamane, tuungamane pamoja, tuendelee kuifanya kazi ya Mungu kwa pamoja ili tuweze kusukuma gurudumu la Injili, tukiombea kanisa, tukiombea taifa, tukiombea viongozi wa nchi ili amani endelee kutawala katika taifa letu. Kwani amani katika taifa letu ndiyo itakayotusaidia pia sisi kupata nafasi ya kumhubiri Kristo na kutangaza habari njema. Akizungumza mara baada ya uchaguzi huo, askofu mkuu wa MMPT Taifa aliwaomba viongozi waliochaguliwa pamoja na wachungaji wa jimbo hilo kuendelea kushirikiana katika kulijenga na kuliendeleza kanisa. Tusihofu, tuwe marafiki, tushikamane. Ngazi ya juu ikitoa neno, mtu sapoti. Kitu sapoti na sisi tunasikia hii amani kwamba tunatembea na makanisa. Akizungumzia mwenendo wa uchaguzi huo, msimamizi wa uchaguzi Askofu Emmanuel Masunga amesema uchaguzi huo umefanyika kwa utulivu, uhuru na haki, na amewapongeza viongozi wote waliochaguliwa. Ninamshukuru sana Mungu, uchaguzi umeenda vizuri. Kwanza, mwitikio wa wachungaji ulikuwa mzuri na uchaguzi umekuwa mzuri sana. Nichukue nafasi hii kuwapongeza wote waliochaguliwa, askofu wa jimbo na makamu wake.
katibu wa jimbo na naibu katibu, tunza hazina wa jimbo na msaidizi wake. Wameingia kutumikia huduma hii kwa miaka 5 ijayo. Niwaombe watumike na waongeze juhudi kwa nafasi ambayo Mungu amewaweka. Ikiripoti kutoka kanisa la MMPT Jerusalem Katoro, hii ni Glory Online TV.